Bwana Yesu asifiwe. Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliyo hai. Zaidi yoyote, natamani kuongea machache ambayo nitaongea siku ya leo kuhusiana na klipu niliyotoa jana iliyokuwa inahusiana na mali za kishirikina. Kama unavyoiona hii hapa na mali zake hapo chini za kishirikina. Kama unavyoiona picha hii na mali zake chini hizi hapa za kishirikina. Lakini zaidi utasema, unawezaje kusema haya unayafahamu? Duniani hapa tuna ulimwengu mbili. Tuna ulimwengu wa kishetani, tuna ulimwengu wa kimungu. Kwa hiyo vingine hivyo fahamu, naongea kama mtu wa Mungu. Baadhi ya mengi nimekuwa nikiyafahamu kulingana na namna ya kumbeba Mungu, kwa sura niliyombeba Mungu na kwa adabu nilionayo kwa kipande kidogo kwa Mungu. Sikia, utajiuliza vingi kwamba unawezaje kujua hayo unayoongea. Katika klipu niliyotoa jana nilizungumza kuhusiana na mali zinazohusisha ushirikina. Lakini pia nikazungumza kuwa wengi vijana waliojiingiza kwenye hizo mali zinazohusisha ushirikina. Lakini pia nikakutajia na vijiji vyote viwili vilivyo jirani. Nilikutajia na vijiji vyote viwili vilivyo jirani kwa wewe ulioona klipu ile ya jana. Kwa wewe ambaye hujaona, wenda ukatangulia kuiona hii, utasearch kwenye akaunti yangu utaiona ambayo nimetoa jana, siku ya jana. Lakini zaidi yoyote nizungumze machache. Katika klipu niliyotoa jana sikujua chochote kilichotokea hapo nyuma kuhusiana na vijiji vyote viwili, lakini hasa kijiji kimoja ndipo tukio lilipotokea kuhusiana na ushirikina. Huyu ndugu kama unavyomuona alikuwa akielekea kwenda mahali kumzuru mtu. Lakini lengo la kumzuru mtu, alitaka apate mali kama unavyoziona hizi hapa chini. Lengo la kumzuru mtu huyo, kwa taarifa chache nilizozipata, ijapokuwa sitamtaja mhusika mwenyewe, lakini zaidi yoyote, kwa wewe unanisikia, ni kuambie hivi, hatuongei yoyote na tusiyoyajua. Kuna mengine katika ulimwengu, kati ya hizo mbili, kuna mengine ya kiungu tunakuwa tunayafahamu. Hivyo basi tunayaongea na inatulazimu tuyaongee kwa sababu tunayafahamu. Utajiuliza mengi kwamba ulijuaje? Labda ulikuwa unajua na ndio maana ulitoa jana klipu. Nimekuambia nilikuwa sijui chochote kilichotokea hapo nyuma kuhusiana na vijiji nilivyovitaja katika klipu niliyotoa jana. Ndani ya hivyo vijiji, katika tukio lililotokea la kishirikina siku za nyuma, wiki iliyopita, nilikuwa sijui chochote. Nilikuwa sijui chochote kabisa, nilikuwa sijui chochote. Ila nilishuhudiwa niongee, na ndo maana nikaongea. Hivyo basi nisome maandiko kwa uchache na mwisho tuachane. Biblia katika kitabu cha Isaya 58 mstari wa kwanza nasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Nikwambie kwamba hili ni agizo. Kwa hiyo useme mnajiona ni watakatifu, mnajifanya. Sisi tunatafuta kutimiza agizo. Nimalizie kitabu cha Misali 28 ule mstari wa 13. Anasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Sio mema ambayo huwa nasemaga kwamba nilikuwa muovu, nilikuwa mzinzi. Sio tu kuzini, nilikuwa nazini na wake za watu. Sio tu kwenye kuzini, nilikuwa mwizi, niliyokuwa naiba kuku za watu. Sio tu kwenye kuiba,
nilikuwa mlevi, niliokuwa nalewa mipombe mikali mikali, na kunipelekea nifanye yote mabaya niliyokuwa nafanya. Sasa katika yote havinogagi kusema ubaya Biblia, lakini ilitaka tuseme ubaya. Anasema fichale dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye yule aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nikutakie siku njema. Amen.